cha faida za kujazwa Roho Mtakatifu. Faida za kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, au faida ya kutembea na Roho Mtakatifu. Faida ya kwanza, mapepo hawakai ndani yako. Faida ya kwanza, mapepo hawakai ndani yako. Mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu, aliyempokea Roho Mtakatifu, hawezi kuwa na mapepo ndani yake. Kwa sababu yeye anapoingia ndani ya mtu, anasafisha mapepo na mashetani waliokaa ndani yako. Unabaki ukiwa mweupe kama theluji. Amina, amina. Faida ya kwanza, mapepo hawakai ndani yako. Faida ya kwanza, mapepo hawakai ndani, hawakai kabisa. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapojaa na kufurika ndani yako, anaondoa takataka zote. Takataka zote zinakimbia. Unabaki ukiwa mtoto unayefaa kwa ajili ya utakatifu wa Bwana. Haleluya, mwana Mungu. Yes. Faida namba 2, unakuwa mtu unayempenda Mungu zaidi. Unapojazwa nguvu za Roho Mtakatifu, unapojazwa Roho Mtakatifu, unapokaa ndani ya Roho Mtakatifu, unakuwa mtu unayempenda Mungu zaidi. Amina, amina. Ndipo pale sasa unazingatia andiko linalosema, Mithali na nawapenda wale wanipenda, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Unakuwa mtu unayempenda Mungu zaidi. Kitabu cha Mithali 8:17 Biblia inasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Naongea na mtu hapa. Kwa hiyo unapokuwa na nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, unakuwa mtu unayempenda Mungu zaidi. Mungu anasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Nawapenda wale wanipendao. Hivi naongea na mtu hapa? Nawapenda wale wanipendao. Mungu anapenda wale wanaompenda, na wale wanaompenda wamejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya, mwana wa Mungu. Hebu ngoja kitabu cha Mithali 8:17 hapo. Biblia inasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Amen. Biblia inasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Amina, mwana wa Mungu. Amen. Endelea mbele kidogo. Mstari wa 18. Utajiri na heshima ziko kwangu. Utajiri na heshima viko kwangu. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Haleluya, mwana wa Mungu. Amen. Mungu anasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii watafanyaje? Wataniona. Sheria ya kwanza, amri 10 za Mungu inasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Yaani ukimpenda Mungu, na huwezi kumpenda Mungu bila msaada wa Roho Mtakatifu. Utampenda Mungu ukiwa na msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo faida ya pili, utakuwa mtu unayempenda Mungu sana kuliko kitu kingine chochote. Yes. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, anaweka moyo wa kumtafuta Mungu kwa bidii. Anaweka moyo wa kumpenda Mungu kwa bidii. Anaweka moyo wa kukaa ndani ya Mungu kwa bidii. Anaweka moyo wa kuishi hekaluni mwa Bwana kwa bidii. Yes. Namba 3, unatamani muda wote ufanye maombi. Unatamani muda wote ufanye maombi. Mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu, kuomba asubuhi. Kuomba afanyaje? Asubuhi. Huwezi kulazimishwa kuomba. Hivi naongea na mtu hapa. Mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu anakuwa anatamani muda wote kuomba. Anatamani muda wote ufanyaje? Kuomba. Hamna starter. Yaani haina starter hiyo. Naongea na mtu hapa. Shaka ni mvivu wa kuomba, ujumbe kaukiwa Roho Mtakatifu. Mtu mwenye Roho Mtakatifu anaomba kama Musa, anapigana vita kama Joshua. Unajaa nguvu ya maombi sio kwa kawaida. Na mimi leo utakapompokea Roho Mtakatifu, nguvu ya maombi itembee na wewe. Napokea. Kukosa nguvu ya maombi ni hatari kubwa sana kwenye maisha yako. Yaani wewe kama unaomba dakika 2 umelala, ni hatari kubwa sana kwenye maisha yako. Yes. Maana ni alama ya kwamba ulimwengu wa giza umekushinda. Yes. Haleluya, mwana wa Mungu. Mwambie mwenzako, leo utajaa nguvu ya maombi.